amri za Mwenyezi Mungu katika Qur'ani na katika Biblia. Amri za Mwenyezi Mungu katika Qur'ani na katika Biblia. Kwa hiyo leo tunakwenda kuangalia sharia ya Mwenyezi Mungu katika Qur'ani. Je, kuna amri za Mungu katika Qur'ani? Je, kuna amri za Mungu katika Biblia? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo siku ya leo tunakwenda kufanya uchambuzi kuziona amri za Mungu zilivyoandikwa katika Qur'ani. Lakini katika je, Mwenyezi Mungu anazungumzaje juu ya kufuata taratibu na kanuni zake, yaani sheria na amri zake? Na nitaanza na Qur'ani. Inasemaje vile kufuata utaratibu wa Bwana? Na Qur'ani 3:76 inasema, lakini anayetekeleza ahadi yake anajilinda na dhambi, atakuwa kipenzi cha Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu huwapenda wajilindao na dhambi. Dhambi ni nini? Ni uasi juu ya sheria ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anatekeleza ahadi kwa anayejilinda na dhambi, kwa yule anayeasi sheria za Mungu. Kwa hiyo Mungu anatimiza ahadi juu ya mtu huyo. Kwa hiyo leo nitakujulisha ndani ya Qur'ani kuna amri 10. Nikifika hapo nitakusomea. Na ndani ya Biblia ziko amri 10 zile zile. Lakini pia twende katika Qur'ani 3:81-82 anasema, tunapaswa kushika maagizo ya Mwenyezi Mungu, bali wao wanaokengeuka wataadhibiwa. Qur'ani 3:81 anasema tunapaswa kushika maagizo ya Mwenyezi Mungu, yaani sheria au taratibu za Mungu. Wanaokataa, wanaopisha, wanaokengeuka wataadhibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Lakini Qur'ani 3:31 inasema, ikiwa ninyi mnampenda Mwenyezi Mungu, basi mfuateni, hapo Mwenyezi Mungu hatakupendeni. Na Biblia inasema, soma kitabu cha Yohana 14:15. Yohana 14:15. Yohana 14:15. 14:15 anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkizipenda mtazishika amri zangu. Mungu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Qur'ani inasema ikiwa ninyi mnampenda Mwenyezi Mungu, basi mfuateni. Mfuateni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu naye hatakupendeni. Kwa hiyo Biblia inasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa hizi amri za Mungu zinazozungumziwa katika Qur'ani na katika Biblia ni amri gani? Tutakwenda moja kwa moja kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Tuanze na amri za Mungu ndani ya Biblia. Tuanze na amri za Mungu ndani ya Biblia. Tutasoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Nitafanya kuzinukuu kwa sababu ya muda wangu, na wewe kwenye Biblia yako utakuwa ukiziandika. Tuanze na amri za Mungu ndani ya Biblia, halafu tusiangalie amri za Mungu ndani ya Qur'ani. Ndani ya Biblia, kitabu cha Kutoka 5:6 na 7 anasema, usiwe na miungu mingine bila nani? Usiwe na miungu mingine bila nani? Bila mimi. Naangalia amri za Mungu ndani ya Biblia, nikisha baadaye nitakwambia amri hizo za Mungu ndani ya Qur'ani, uone Mungu anavyojichambua amri zake. Kwa hiyo amri ya kwanza, usiwe na miungu mingine ila mimi. Hiyo ni Torati 5:6 na 7. Lakini Torati 5:8-10 anasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia, usijisujudie wala kuvitumikia. Hapa Mungu anakataza kusujudia nini? Sanamu. Kusujudia nini? Sanamu. Mkutano wote kusujudia nini? Sanamu. Mungu anazuia kwa amri ya pili kusujudia sanamu. Hiyo ni Torati 5:8-10. Lakini amri ya tatu katika Torati 5:11
anasema usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ndani ya Torati amri ya Mungu inasema acha kutaja jina la Mungu bure. Hizo ni amri za Mungu ndani ya Biblia. Baadaye nakuja kuambia amri za Mungu ndani ya Qur'ani. Amri ya 4, Torati 5:12 hadi 15 anasema ishike siku ya Sabato itakase kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Ndani ya Biblia amri yake inasema ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Tumishi wa Bwana atakuja kuzungumzia hapa, nami nitakuja kuzungumzia hiyo amri pia tunapoelekea huko mbele. Nitakuja kukuambia ndani ya Qur'ani pia kuna amri inazungumzia ibada. Amri ya 5 ni Torati 5:16 inasema waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru, mpate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Hiyo ni amri ya 5 katika Biblia. Kwa hiyo hapa nakuletea amri za Mungu katika Biblia. Twende alafu nikuletee katika Qur'ani. Sasa amri ya 6, Torati 5:17 anasema usiue. Hizo ni amri za Mungu katika Biblia. Amri ya 7 ni Torati 5:18 inasema wala usizini. Bwana Yesu asifiwe. Amin. Usiue alafu usizini. Kwa hiyo amri ya 7 katika Torati 5:18 inazuia uzinzi. Hatupaswi kuzini. Zinzi ni dhambi mbele za Bwana. Lakini amri ya 8 kitabu cha Torati 5:19 anasema wala usiibe. Usiibe. Hiyo ni kitabu cha Torati, Kumbukumbu la Torati 5:19. Lakini amri ya 9 inasema wala usimshuhudie jirani yako uongo. Hiyo ni Kumbukumbu la Torati 5:20. Hizo ni amri za Mungu ndani ya Biblia. Lakini amri ya mwisho katika Biblia, yani amri ya 10 inatoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati 5:21 anaposema wala usitamani mke wa jirani yako, wala usitamani nyumba ya jirani yako, wala shamba lake, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni amri 10 ndani ya Biblia kama zilivyoandikwa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Leo nakutajia amri za Mungu ndani ya Biblia na ndani ya Qur'ani. Sasa hebu na tuzitazame kwa ufupi ndani ya Qur'ani. Amri za Mungu ndani ya Qur'ani. Amri ya kwanza inasema, hii ni Qur'ani 17:24, lakini pia utaipata kwenye Qur'ani 21:22. Inasema Bwana ameagiza tusimwabudu mwingine ila yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Biblia inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Hapa anasema Bwana ameagiza tusimwabudu mwingine ila yeye. Amri ya kwanza katika amri 10 ndani ya Qur'ani. Amri ya pili ndani ya Qur'ani inatoka kitabu cha Qur'ani sura 22 na aya ya 30, lakini pia utaipata Qur'ani sura ya 6 aya ya 74 inasema, lakini kimbia, acha machukizo ya sanamu. Kimbia, acha machukizo ya sanamu. Kwenye Biblia inasema usijifanyie sanamu ya nini? Ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala chini duniani, wala chini ya dunia, usimsujudie wala kumtumikia. Na Qur'ani inaunga mkono kwamba amri ya pili inasema lakini kimbia, acha machukizo ya sanamu. Amri ya tatu kwenye amri 10 za Mungu ndani ya Qur'ani, hii ni Qur'ani 7:180 inasema majina mazuri ni ya Mungu, wakimbie wanaotaja jina la Mungu bure. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na Biblia inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana atakuhesabia kuwa na hatia ukitaja jina lake bure. Kwa hiyo Biblia, Qur'ani inaunga Biblia mkono ya kwamba amri ya tatu inasema tusitaje jina la Bwana Mungu wetu bure. Lakini pia amri ya 4 Qur'ani
na aya ile ya 14 na Qur'ani 4 aya 154 inakubaliana na Biblia. Tusikie inavyosema: Allah aliyeumba mbingu na nchi kwa siku sita na kusimika mamlaka yake, aliumba jua, mwezi na nyota, na vyote vipo chini ya utawala wa amri zake. Msiruke mipaka kwa kuvunja taadhima ya Ijumaa Mosi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo Qur'ani inaunga mkono amri ya Biblia inayosema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato, akafanya nini? Akaitakasa. Kwa hiyo Qur'ani inasema aliyeumba mbingu na nchi kwa siku sita na kusimika mamlaka yake, aliumba jua, mwezi na nyota, na vyote viko chini ya utawala wa amri zake. Msiruke mipaka na kuvunja taadhima ya Ijumaa Mosi. Hayo yako kwenye Qur'ani 7:14 na Qur'ani 4:54. Kwa hiyo hiyo ni amri ya 4 katika Qur'ani. Basi twende kwenye amri ile ya 5 ambayo unaipata kwenye Qur'ani sura ya 17 na aya ya 23. Amri ya 5 anasema, na ameagiza kuwafanyia wema wema mkubwa wazazi, kama mmoja wao akifikia uzee naye yupo pamoja nawe, hao wote wawili, basi msiwaambie hata ahari wala msiwakemee, na useme nao kwa msemo wa heshima kabisa, ambapo Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nini? Nyingi katika nchi upewa na Bwana Mungu wako. Kwa hiyo Qur'ani inaunga mkono ya kwamba tuwaheshimu wazazi, na hasa waliozeeka tuweze kuwastahi na kuwasaidia na kuwahurumia. Kwa hiyo inaungana na Biblia amri ya 5. Lakini amri ya 6 anasema, wala usiwaue watoto wenu, wala kufanya nini? Kuogopa umaskini, kwa yamkini kuwaua ni hatia kubwa. Biblia inasema usiue. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haturuhusiwi kuua, usiue. Kwa hiyo Qur'ani inakubaliana ya kwamba amri ya Biblia ya usiue ni amri ya Mwenyezi Mungu, kama ilivyosemwa hapo kwenye Qur'ani 17:31 hadi 33. Amri ya 7, usimkaribie zina. Hiyo ni Qur'ani 17:32. Anasema, wala msikaribie zinaa, hakika hiyo ni chafu, ni chafu kubwa na ni njia mbaya kabisa. Hiyo Qur'ani 17:32. Mungu anasema usifanye nini? Usizini. Kwa hiyo Qur'ani inaunga mkono kwamba Biblia inaposema usizini, hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Amri ya 8, Qur'ani 60 aya ya 12 inasema kwamba hawatamshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote, wala hawataiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hawatamshirikisha Mwenyezi Mungu chochote, wala hawataiba. Qur'ani inaunga mkono Biblia inaposema usifanye nini? Usiibe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Lakini pia amri ile ya 9 anasema jiepusheni na usemi wa uongo. Hiyo ni Qur'ani ile 22 aya ya 30 na Qur'ani 40 aya ya 28. Anasema usimshuhudie jirani yako nini? Uongo. Hiyo Qur'ani inaunga mkono ya kwamba kuna amri 10 ndani ya Biblia, na hizo amri 10 ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo ni wasihi wakazi wa Vicheli, fuateni amri 10
za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mchungaji alizungumza mahali hapa kushika sheria na amri 10 za Mungu. Kuna mwingine anasema sasa mimi si kwa nini lazima nishike Sabato, ama lazima nisiwe na sanamu? Mimi za kwangu zinanitosha. Msomaji, nisomee Yakobo 2 mstari wa 10 halafu twende kumalizia. Yakobo 2 mstari ule wa 10. Je, unaweza ukashika amri chache na zingine zikabaki na ukapona? Yakobo 2:10. Yakobo 2:10 anasema maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote, ameshika sheria yote, ila akajikwaa katika neno moja, lakini amejikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Amekosa juu ya yote. Mstari unaofuata 11 anasema kwa maana yeye aliyesema usizini, yule Mungu aliyesema usizini, pia alisema usiue, lakini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa ukuzini, lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Kwa hiyo kwenye zile amri 10 za Mungu unapaswa kushika zote bila kuacha hata moja. Vinginevyo rafiki, uko kwenye hali ya hatari. Hayo ni maagizo ya Mwenyezi Mungu, si maagizo ya kwangu. Mwingine anasema mimi namjua Mwenyezi Mungu na wala hakuna shida, wala mimi namjua na hizo amri sifati na wala sina shida yoyote. Msomaji, kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 3 na 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Je, unaweza ukawa unamjua Mungu na wala ushiki hata amri zake? Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 3 na 4. Soma msomaji. Anasema ndio